I'm telling you the vibe is in top sana pandani. Yo man. Hakika mapenzi. Yeah, and of course Mr. Vibe kama lote. Of course Chiche X in the building. Ashatimba mwanangu. Sema baba. Yo Chiche, what's up my guy man? Niko fiti kabisa bro. Manze, good to see you man. Good to see you. You look sharp, you look amazing. Lazima tuko hivyo kila siku. Siku hizi umekuwa msanii manze. Mimi nimekuwa msanii kutoka kitambo bro. Sema walai. Mnakuanga underrate content creation. That is art bro. Content creation is art. Ama vipi? Yeah. Oh manze, good to see you. Asubuhi by the way. Nimeamka tu nikienda pale nikawa nasikiza Shantawale. I was like, wow. Umeita vipi? Sio mimi ni Mswahili. Inafaa kuitwaje? Ni Shantawale. Yaani tulisema kisha Ntawale. Kisha Ntawale. Kisha Nitawale. Shantawale. Unajua Adenja alikwenda group of schools, mimi nilikwenda polling station. So we just have to understand that one. Yep, so karibu sana bro man. Manze, it's good to have you here. Maybe kuna mtu hivi sasa ambaye anasikiliza kwa mara ya kwanza anajiuliza, manze bwana, who is Chiche? Yeah, for sure. Kitu cha kwanza I'd like to say is Chiche is an artist. Yani mimi ni msanii. Yeah, everything I do, everything I breathe, everything I walk, everything I talk, everything I run is art. Yani ni usanii. Yeah, if I am doing content, ni usanii. If I am doing music, ni usanii. Pia ukiona nacheka kafala pia ni usanii. Yes. Vile inafaa. Hicho kicheko chako bro. Kucheka tena. Usikue hivyo. Kicheko cha viwanzi hicho. Cha matajiri. Akia Mungu. Watu wengi wameniambia sana cheka kata tajiri. Inshallah. Kicheko cha viwanzi bro. Seriously? Umesema wewe si broki. Broki. Stay guided. Stay guided. So what color is your Mercedes Benz? Msema ametutesa kweli, but Chiche mazee, tukianzia hapo kwa content creation. Game mazee iko vipi sasa? So content creation is a very very good growing industry saizi. I'd like to say that watu wengi wanapata kipato kizuri kutoka kwa content creation, including wale ambao hawana numbers kubwa. Kwa sababu saizi you know, wewe kama ni rafiki yangu, I believe you more than the way I'll believe a celebrity who has 10 million followers, understand? So hivyo ndio brands wameanza kugundua ya kwamba kuna category ya influencers wanaitwa nano influencers. So wale wadogo. So hata saizi ukiingia pale online bro and you have 2k 5k followers, there's a huge chance you're going to work. So si lazima ati mtu uko na 10 million followers kama. Come on, you have a community already. 1,000 people wezi toshea kwa hii room. Walai. So 1,000 people are a lot. Wow. So kuna watu ambao wanaogopa, just wanasema tu sasa sisi tuko na followers ka 1k peke yake, na 1k ni wa TikTok kama ni wa Instagram peke yake. Siwezi score deal hapo hivyo. Kuna watu wako na hiyo mentality. Unawaambia so how to score a deal ni simple. To ensure you're shooting content that is unique na uko na audience yako. You understand? Kuna watu wako kama 20, 30 ama 50 ambao wako very active in your comment section. You don't have to have a big number. The engagement sasa. Engagement sasa for sure. Wow. Amazing sana. Na by the way, if you use it, tumeona pia watu wakipush sana issue za monetization. Like wakitaka like monetization, unapata msee yuko na numbers nyingi pale kwenye TikTok. Unapata yuko na kama 2M followers on TikTok. Lakini ukiangalia issue ni content na still tunajaribu kusema engagement. Do you have a community? Do you have a group of people who always believe in you? When you're posting anything, is it that kitu ilifanya ukapata 2 million followers ni kitu ambacho wazazi wakiwa na watoto hawezi watch? You understand? By the way, choice of content. It needs to have a certain type of impact. Nikiona leo na umeadvertise for example Itel, inafaa kunipatia ile motisha ya kusema naweza enda dukani ninunue nini? Items. Sifai kuwa nasikia kama nasinyika, unaelewa? Unashangaa msana ongea nini sasa? Unashangaa msana ongea nini? So inahitaji kuwa na that type of thing, kwa sababu yes, there are a lot of people ambao unapata wako na 2 million, 3 million, hata 5 million followers, but hawajajiplace vizuri within the industry, unaelewa? So that's the key thing about content creation. Mimi na feel I've done it for years. Miaka mingapi sasa hivi? Saizi miaka 6 bro. Miaka 6 kwenye game. Miaka 6 kwenye game. And saizi nimeanza ku apply a plan that nilifikiria 3 years ago.
wow. Kwa sababu you know when you're doing something you must have an exit plan, Mazee. or rather wanasemanga a good dancer knows when to leave the stage. Kwa sababu you know mimi ndio nishakaribia third floor. Lakini unasema life starts at 40 bro. Hata kama but still lazima uwe na plans. You don't expect a 26-year-old going to the street of Nairobi to Kushoot raise nini. madem. Ujamaa basi ni kama amepita nao bro. Mombasa akifanya hiyo sijui atatafutiwa Fatuma the Genie ama nini. Nilishafanya bro. Tamtafutia Fatuma. Nilishafanya Hukutafutwa. Asikutafutwa. Lakini ananitafuta mpaka leo. Hey. Utamgotea leo by the way, utambiga kumwambia ni aje. It's me. Kabisa. Kari yangu imegrow. Wewe umesema X kuna X wako ambaye huwa uwezi msahau. Mazee, kuna some ex ambayo ni uncomfortable. Ala chicho unajua hiyo. Kuna matches wengine kwenye mwanzo na hivi unasema hapa nilifumble. Lakini because ya ego wezi songana. Yaani unasema tu acha for example acha nikwambie mfano. Lakini hii video isipostiwe. Ngoja ati video isipostiwe. Itapostiwa si tuko hewani. Hii video chicha isipostiwe. Kuna dem alikuwa anampenda sana. Sitamtaja jina. So do you know like hakuna kitu mbaya kama kugiftiwa na dem. Okay, ni poa at the same time mbaya because mkiachana zile memories bro. Do you know kuna hizi magic cups. Unaweza kamaji alafu ameka picha yake pale, picha zenu. Kuna mapenzi pale. Because so everyone unatumia ile kikombe. Unakumbuka. Ni mbaya. Mulitawala Utawala ikakuwa noma. Mzee. So chiche mzee, before tuingie tuzungumze more of muziki wako manake that's the main agenda of the day. Mzee, kuna watu ambao wanasema pale online kwamba huwezi ish on full time visibility online na nini na kukua influencer full time, lazima utafute job nyingine. Content creation ni full time job. Unaweza kuwa tu hiyo ndio job yako kufanya kitu kingine. Wacha nikwambie kuna watu wengi najua wameacha mpaka kazi za serikali so that they can become content creators. There are a couple of people I know like right now they are so big unapata they used to do a certain type of job. Sijui kama unajua mtu kama anaitwa Just Biko. Ngoja Just Biko ni ule jamaa udance anakuanga hivi. Now let me give you guys clarity. Just Biko alikuanga anaunda nails. For example, that is one. Alafu kuna beshte yangu anaitwa Wawao. Sijui kuna unajua Wawao. Ushachukua jamaa. Alikuwa Wawao. Wawao alikuwa pia na kashughuli pia ka ofisi corporate. Akawacha na anapiga content size bro. Na anaishi na hiyo full time. It is very sustainable. Unaelewa? Kwa sababu you know if you can pay rent, dress well, appear for events here and there, save, help your family back at home, it's a decent thing. Kwa sababu saizi ukiangalia corporate, if we ask ourselves a decent amount of money that you get from corporate ni kama pesa ngapi? Sisi mostly utapata sido mingi. Yes, mostly sido mingi. Alafu unapata if you have a consistent community unaweza rack up 1, 2, 3 deals unaweza kupatia not less than 100,000. People are moving like that as content creators. That's why unaona pia the government is realizing that these guys are making some income. So that's why wanajaribu kuanza pia wao ku stringent zile measures za taxation and etc. Unaelewa? Hiyo issue ya taxation pia chicha. Unajua wewe umekuwa kwa hii game. Mzee, how do you take it? Manake sasa hii mzee hadi kufanya tu kitu kidogo mzee taxation. Kidogo taxation. Siku hizi ngoja before tajibu, siku hizi nasikia content creator lazima uwe na e-teams bro. Lazima. Like most of the agencies wanaitisha e-teams invoice. So ndio uweze kutuma e-teams invoice lazima ukuwe na KRA pin, that is one. Lazima ukuwe na now e-teams umeregister e-teams. So hiyo yote iko integrated ndani ya e-Citizen. So if for example now ITEL is supposed to pay me 100,000, I'm supposed to go onto e-teams and I bill ITEL 100,000. But that's the same thing. Hata Ben alikuwa ananihurumia jana. I was feeling in something. I was getting paid na kitu fulani. Hata sido mingi. Ni pesa online but hata si nyingi. Yani hata inuni hata uji. Bro, hiyo pia. E-teams. Lazima. And I think tuambie nini gava chiche? Tuambie nini gava kuhusu hii story? I think mimi siwezi complain about
being taxed. My issue that major can be is he tax inaenda wapi. That's the biggest issue. Kwa sababu everyone is okay being taxed. From my 10,000 ukichukua hiyo punch yangu. Iko sawa. Punch nafaa nikitembea kwa barabara nafaa kuona hiyo punch kazi inafanya. Nafaa kuona hiyo lami, nafaa kuona hiyo sidewalk inafaa kuwa fiti, kama ni usiku nafaa kuona hizo street lights. Unaelewa? Kama like yani nafaa kuona things are moving smoothly. Kama nimeenda hosi nafaa kusaviwa vizuri. That is where that 500 shillings should be going to. Ama haifai kuwa inaenda kwa J150 ama LX600. ama hiyo pesa pia irudi back to the creative economy. Ama irudi back to the creative economy. They ensure that creatives have more ways of making money. If you look at the good economies ambao watu wanasemanga watu wanaishi vizuri. For example, if you look at Sweden, Norway, those economies inakuanga number 1. Yes, we tax you, but education fully free. Healthcare fully free. Karibia mic kidogo. Ukizaa pia na kulipa. Unaelewa? Kuna watu wanalipa kuzaa. Those countries, bro. Now, that is how those systems need to be. Wajua hata mimi niko na retirement plan. Yeah, like for real. Kuna nchi uzuri siku hizi kuna ChatGPT, bro. Ngoja, kuna nchi ulize. Ngoja, kuna nchi mtoto akizaliwa unalipwa. Uko na siri, muulize siri hapo. Yaani bro, kakangu wewe nao mademu wako 20. Imagine hao watoto wote 20. Ra kila mtoto. Yeah, so unapata life inakuwa fiti. Cause at the end of the day, what do we human beings want? Not everyone is looking for that extreme wealth. We have a lot of people who have accepted. Wanataka tu ile kuna mtu ameinua mkono akasema I am staying guided. Unaelewa? Kuna mtu ameinua mkono bora kule, akuwa anaishi vizuri, akuwa anavaa vizuri, na akuwa anaweza kupeleka manzi yake date. Unaelewa? Lakini sasa bro, for example, sasa bro kama mtu tu yani a basic man. Hawezi lipa matatu saizi kwa sababu hiyo basic man ungekaa unyango tito basic man. Basic man. Stay guided. Stay guided. If a basic man cannot afford the basic things. Kwa siku hizi unaenda supermarket bro, unanunua unga, unanunua sukari, unashtukisha Afrika tao. And then when you remember back in the days tukiwa young, una remember bro, hii tao nilikuwa napewa, ulikuwa unafurahia, ilikuwa pesa nyingi. Nimenunua kiatu, nimeenda paka nikanunua sasa hizi ice cream, hizi keki bro. Now you can imagine how inflation is taking us. Imekambaa bro, imekambaa. But at the end of the day I think that should be motivation for us to push harder. I know. Sasa bro, motivation hapo hata inatoka. Stay guided and focus. Stay guided. Itabidi tuanze kujifunza forex sasa. Are you ready for forex classes? No. Yo bro, tuzungumzie sasa Chiche as the musician, as the now, because that's all art, lakini tuzungumzie Chiche now as the vocalist, msemo nyane ka buzz kwenye bass na kadhalika. Hii inspiration imekuwa all along. Muziki ni kitu ambacho nimekuwa nikifikiria for a long time. For a very very long time. Na nikisema a long time, si ati ni 6 months ago. As something I've thought of from back then, maybe even back when I was in high school. It was something that we loved. Mzito wangu hapa atakwambia tukiwa chuo tulikuwa ya drama festival. Wacha tuseme wani, tumesoma the same high school. Umekuwa school nyote? Yes. Lakini mimi nikiwa form 4, alikuwa form 1. So ni form 1 wako? Yes. So jamani aliniingisha music, drama. Hizo stories zote. Something funny, let me tell you. Class yetu ilikuwa hapa, yao iko pale. Mimi nilikuwa natoka prep huku. Nenda kwa class yao. Kukaa huko na maform bro. Bro, mimi ni form 4 na exam, lakini nilikuwa nenda. Lakini niliponea sana.
because of art. Niliponea sana juu ya kuwa na yeye. Hakuwahi umia by the way. Sikuwahi umia, sikuwahi Big guzwa. bully Dororeva. But there was a prefect. Oh. So yeah, usingone hivyo. Unajua ni coincidence. Unajua mimi pia na Ben. Pia. Okay, mimi nikiwa kama form 4 alikuwa class 8. Same school. But yeah. So ni coincidence, but then Ben pia tumesoma high school moja. Yeah, so imekuwa kama coincidence. Yeah, amazing sana. So mzee, ngoma hapa hivi ni Tawale. Yes. Umesema ina pronunciation vipi jamani? Kisha Tawale. Yaani kisha So unajua ni Tawale. so, Si ni art ukisikiza haraka utasikia ni Shantawale. Lakini ukisikia kwa makini ni Kishantawale. Unanielewa? Yeah. Yes, But sir. because I got a demon as in KCSE, sikupata demon as lakini unanielewa, mnaniko accommodate me guys. Intelligent guys, accommodate me. bro, type shit, you know we understand. Bro. Don't worry, bro. Mniaccommodate pia mimi, mniaccommodate. Yep, so hii track was one of the yani Usikiza vibe tofauti, leo alikuwa ananipatia sometimes kuna panda, yani it's a Kenyan music, you know, unaweza sema African music. Like unaweza jua hii ni muziki tu ya Africa. It's a very it's relatable. Yani ukiwa Uganda usikize utafurahia, ukiwa Kenya usikize utafurahia pia, ukienda ikichezwa kama uko Nigeria ama wapi unafeel so hata kama sielewi hiyo Kishantawale, but by the way ukisikia hiyo Kishantawale in Nigeria ni kama anasema Shatawale. Ni Ghana. Kuna msanii Ghana anaitwa Shatawale. So anyway atatueleza. So mzee, unazungumziaje track? So hii track, first things first, unaisikia hivyo the moment tulimaliza kurekodi huo wimbo, it was like around saa 6 usiku and play over and over until 6 a.m. in the morning. Wow. We were asking ourselves, what have we done? What is this? Shasikia kwa wimbo fulani, what is what? What is we were asking ourselves, what is this? Because now let me give you how music, generally I myself, it's not that I set a plan and I said I will start. I said when I have the facilities and I am in the position to do so, I will do so. Now, let me take you back to 2024. I have a brother anaitwa Bonke West. Bonke West ni content creator hapo mkubwa sana wa events. He's an event connoisseur. Andika hiyo chini. Ndani Kiingereza kinakwenda connoisseur. Mimi najua kono peke yake bro, lakini saa tu zote ni kono. So Bonke West time tulikuwa tumeanza kufanya naye collabs at that period on a certain, it was an October on like a Thursday or a Friday, I don't remember vizuri. Akanicall akaniambia niko hapa showground. Place inaitwa Gig Dynamics. So Gig Dynamics is where most artists practice their live performances. Inakuanga pale showgrounds kama wale wenye tulikuwa wadogo, if you remember ukienda show iko pale. So on that day akaniambia manze tuko rehearsals za Solfest, come through. And I went there. Obviously day one I met Charisma, I met Bensoul, I met Bien and Safara. Hiyo day sasa ilikuwa Charisma, Bensoul, Bien. Because on that day Charisma was rehearsing his set, then Bien and Bensoul were rehearsing their set, each set. You know they have a lot of collabs together. Yes. So when I was there, I was first surprised to know that these people know me as a content creator as well. And obviously unajua sifa yangu inakuanga ingine deadly ile wewe na madem. Exactly. Juu nimefika tu hivi naulizwa, madem wako wapi man? Unasema wewe sisi hujakaa na madem na manyanga na kipara bana. Wewe ndio umemtaja. Sasa tujasema mimi kipara kipara nani? Mimi sijui kipara. Sawa. So on that specific day waka play content yangu nini and it was my first time now watching rehearsals za live music, and obviously being a fanboy and also somebody who had interest in music, I fell in love immediately. Unaelewa?
And also knowing that I could sing, during that period, I saw a lot of people singing. And I thought to myself, sitataja majina, I thought to myself, I can sing better, I can do better. Understand? And I was like, let me just... unaogopa kutaja majina. Staji. Kuna watafanya nini? Defamation. Mimi spendi nyama. Defamation, man. Spendi beef. Nashikia bibi imetokea. So like, there's some people I had and I was like, you know what, I can do better. So I was like, let me learn and understand what is the process. Because if you're coming into an industry as a creative, unafaa kuelewa that sawa, mziki upo, but what do the fans want? So first thing I learned is what is the market gap? Ni nini market ina lack? Ni nini ina lack kwa market? So that's 2024. So na check, na watch. Then through the period, I was invited to a couple of studio sessions. I was in a studio session with Nviri when he was doing a song called Hujawai Nipenda. And I went through the whole process. Tulikuwa pale Snowball Studios. And I was like, you know what? Nilikuwa na boys wangu anaitwa Carlos, na mwambia, manze inafaa tuimbe. So Carlos was actually is a close friend to Uaya. And Yo tajiri wa watendawili moja cha ya saa 10. Yeah, so I remember we met with Kina Uaya at an event ya Keithan. He was releasing an album. So Carlos akaambia Uaya randomly, manze Chicha nataka kufanya muziki. Kuja. Njoo tufanye. Now funny thing is sikuenda. Ama tukupata time. Everybody got busy. Unaelewa? Like everybody has their own schedule and things that they do. So even as a big content creator myself, at times when small content creators approach me, unapata nimeshikana sana, inakuwa ngumu kufanya kitu. So they understand. So the same way I understood. And I was like, let me just give myself time. Let me learn. Let me listen to Kenyan music. Kuna time 2025, if you went into my Spotify or my YouTube, you couldn't find any music that is not Kenyan. No wonder hii sound yako inakaa. Couldn't find any vibe ya Kenya. Yeah, you couldn't find, because nikimention my top artists ilikuwa Watendawili, Charisma, Costa, Okelo, now Kodong, Modekai, Bien, Bensol, Keithan, Kinoti. Those were the guys I was listening to. Mutoria, bro. You hata uwezi kosa kumention now wote ngoja all of those umetaja, you know, au wote ni male, maybe female. Now female, I was listening to Nikita Kering a lot and Bridget Blue. My girlfriend Jerai, uko unasikiza? Jerai, now funny thing, I used to listen to Jerai mwangu way before that. way before that. I discovered Jerai on TikTok in 2022 while she was singing using a guitar. And I remember posting her and I was like, yo, this girl is gonna become big at some point. Yeah, so if you think of any big name Kenya, I nimesahau to mention the goat himself, Shinsky. Nyamari you understand? So during that period, ikafika time flani, Aden will remember, nikamwambia, I'm moving from Wayakiwe to go to Ruiru. So I moved to Ruiru. That time I remember I moved, then I went to China. The house was so small. So nikirudi kutoka China, I was like, yeah, I'm going to move from this house. So when I went to look to house hunt, tulikuwa na beshte yangu anaitwa Breezy Beats. So tulikuwa tunaenda ku house hunt. Breezy si ufanya naye content. Tukienda ku house hunt, the first person kwa hiyo apartment naishi mwenye aliniambia, niaje bro, I know you. Is a guy called Jazz Beats. Jazz is a Congolese producer. Who works with Universal Music and a lot of Kenyan artists right now as we speak. He's done songs with Bensol, with Savara. He's done songs with Kina Mimi Maz. A lot of people, including Lady JD. There's some songs that she released recently. Now I'm finding a lot of songs with all of these guys. Yeah. So Jazz, now coincidentally, when I now picked the house that I was moving in, it was on the same floor with Jazz. Now Jazz, we had mutual friends. Ukiangalia track kuna vijana wawili wanaitwa Amek na Baz. Amek and Baz were shooting content at Breezy's place. So Amek and Baz used to be part of a group called Limbo Fest.
So hiyo group due to their own reasons they have dissolved. Mambo yalifanyika. Yes. So they played me their music and I was like, yo, this is really amazing, yo. And I'm like, hey, you guys should really, put in some more effort in it. Then Amek realized, Amek was like, yo, unajua unaweza imba vizuri sana. I've been planning to do music because I think he realized I was harmonizing some of their songs and he was like, yeah, we need to do something. So now we went to jazz officially. But sasa ilianza na it was Christmas time. Ilikuwa imeanza December. Now hapo ilikuwa tu vibe. Kujibamba tu. Yani kila siku we shoot content, tunamaliza tunaingia kwa jazz ama kwangu tuna relax. Kitu yetu uji yetu kidogo hapo na pale. Uji Tukiwatch Manchester. Uji kidogo, tukiwatch Manchester kidogo. Asante. Then mimi nitatoka kwa studio by the way. Unajua by then nitatoka by the Manchester. Lakini sawa tuwezi toka. Manchester. Timu kubwa. So Arsenal. Ati watu wa Budapest. In that regard tuliendelea tu hivyo. Tuliendelea tu hivyo tukiwa in our feelings. Wanasemanga tukiwa Cloud9. We had created a beat using some other lines that are not in the song. Then all of a sudden nikaanza tu kuimba Kishanta wale ayayayayaya Kishanta wale, alafu Amek Sandy alikuwa anapiga hiyo ayayayayaya. So we did the chorus and after doing the chorus it's like everything flowed. Kuja nyumbani kisha nitawale, it's been a long time tangu nitawale, and tukaingia tu hivyo cha and the song moved. We didn't force, we didn't say ati tunaandika in this way if you get this target audience. Everything flowed automatically everything flowed. Mana talent sasa. Yeah, now from there from the moment we did that now jazz now hooked me up with other artists, Wainje, some Congolese artists, French artists. We've done some songs with them as well. So expect some international collabs as well zinakuja pale. Kwanza kuna moja na nimeweka ndani Kiluya. Ngoja inaenda manya nda kuanza mama manya you be running my mind manya umefanya ni chizi haijatoka yote nahitaji unayo. Hii ni kitu Kenya.